Mimi naitwa Stella Mbilinyi kutoka Ilembula. Okay, tupitishe kwenye historia ndogo tu ya maisha yako. Stella Mbilinyi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili na ninampenda Mungu kwa sababu amenitoa mbali. Katika maisha yangu nimekuwa tangu mdogo, nimekuwa nampenda Mungu, lakini nimeendelea kukua nampenda Mungu. Baadaye niliitwa katika kuimba kwa njia ya mapito mbalimbali. Ndio. Tupitishe kwenye mapito yale ambayo umeimba, au ilikuwa ni rahisi kiasi gani wewe kuanza kumuimbia Mungu, au ni changamoto gani uliopitia ukaona kwa hapa ulipofika sasa inatosha, unamhitaji Mungu pengine akuongoze? Mimi nilikuwa naimba kwaya hapo Ilembula kwa vijana, lakini kuna siku moja tulikuwa tunaenda kurekodi nyimbo za kwaya. Mungu alitujalia tulirekodi salama, lakini tunavyorudi tukapata ajali. Ajali ilikuwa ni mbaya sana, ilikuwa tupoteze maisha, lakini Mungu alitujalia. Mimi nilijeruhiwa sana, lakini namshukuru Mungu ni mzima. Ilikuwa pengine baada ya wewe kupata ajali kwenye hilo gari, kuna labda ndugu jamaa au waimbaji wengine ambao walipoteza maisha, au wote mlifanikiwa kusalimika? Aliyepoteza maisha alikuwa ni mtoto wangu. Mtoto wako? Ndio. Ilikuwa mwaka gani? Mwaka 2015. Pole sana. Asante. Lakini baada ya ajali ile na mambo mengine kadha kadha amepita, tuseme mpaka kufika leo, katikati hapa naweza kusema ni kiasi gani labda unapitia maumivu ili hali upo kwenye wokovu? Kutoka pale 2015 nilipopata ajali, nilipona nikaendelea kuwa salama, lakini niliendelea kusumbuliwa kwa afya yangu. Kutoka pale kwa sana niliumia sana upande wa sikio la kushoto. Kwa hilo sikio baada ya kupona liliendelea kusumbua na likaziba, likaweka kovu. Kwa hiyo sikuwa nasikia toka 2015, lakini nimeendelea kuvumilia katika hali hiyo nikifanya huduma. Maana baada ya kuendelea pale kuendelea kuvumilia mapito, Mungu akaniita katika wito wa kuimba peke yangu. Sasa nilivyokuwa naendelea kuimba peke yangu, nilikuwa navumilia katika hayo maumivu ya sikio, kuumwa kichwa. Na baada ya hapo mwaka huu 2025 Mungu amenijalia, nimepata neema ya kwenda hospitali KCMC Moshi na kufanywa operation ya sikio. Toka 2015 mpaka let's say 2025, takriban kuna miaka 10. Ni kiasi gani mtu unakuwa uko tofauti kutoka katika hali ya kusikia mpaka kwenda kwenye hali ya kutokusikia, halafu unafanya huduma? Katika hali ya kutokusikia nilikuwa napata tabu. Saa zingine unaweza ukahisi, kwa mfano unaimba muziki ukaona kama ni mdogo, kumbe muziki uko juu. Na sasa baadaye nikawa napata shida, hata muziki unavyokuwa unapiga, niko katika huduma na nakutana na maumivu. Kwa hiyo nilikuwa naendelea kumwamini Mungu kwamba ipo siku itaisha ile hali, lakini bado kumbe hali ilikuwa inaendelea kuwa kubwa. Na sasa namshukuru Mungu kwamba nimefanywa operation na sikio linasikia. Kabla ya kwenda Moshi, pengine tupitishe tujue tumepita wapi na wapi, maana kuna wakati unaweza kuwa una Mungu ukapitia changamoto kubwa sana. Sisi tumezoea mtu utakaamua tu kuachana na Mungu, kusema sasa liwao na liwe ili nitafute au nipambanie uzima. Kwa kweli mimi nilimwamini Mungu sana. Ndio, japo changamoto ziko nyingi, unapokutana na maumivu au jaribu lolote, ziko sauti nyingi ambazo zinasikika. Wengine wanakuambia nenda kwa nabii fulani, nenda kwa mtu fulani anaweza. Mwingine anakuambia tu nenda katumie maji, hauwezi kufanywa operation. Na changamoto ziko nyingi sana. Familia hivyo wanaweza wakazungumza kwamba twende sehemu fulani tukafanye hiki, lakini mimi niliendelea kumwamini Mungu kwamba anaweza, kuna siku moja atanipigania na nitakuwa salama. Katika wakati huo turudi nyuma kidogo. Katika wakati huo ambao mlipata ajali, tunajua kama ukinusurika kwenye ajali mbaya, watu wao wanalala kitandani muda mrefu sana. Wewe ilikuchukua muda gani mpaka wewe kuinuka? Mimi namshukuru Mungu, nilikaa wiki moja hospitali, lakini baada ya hapo niliendelea kusumbuliwa maumivu ya hapa na pale na kwenda hospitali tofauti. Na baada ya hapo tukaambiwa tunatakiwa kwenda hospitali ya Rufaa Muhimbili.